Bwana asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu tena kwa kutupa siku hii nzuri, ikiwa ni mfululizo wa maombi yetu na semina hii ya neno la Mungu katika majira haya ya Kwaresma. Leo ikiwa ni siku ya 4, tunaendelea na somo letu la toba na matengenezo, ikiwa ni nafasi ya kutafakari juu ya dhambi, lakini pia juu ya upendo wa Kristo kutufia msalabani ili kutuondolea dhambi na makosa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeendelea na mambo kadha wa kadha. Somo lina kichwa kinasema toba na matengenezo, na lengo lake ni kuondoa madhara ya dhambi. Na nikakueleza kwamba madhara ya dhambi yako maeneo mengi. Unaweza wewe ukawa unatubu kila siku, lakini unatubu zile dhambi ambazo ni za kwako na unazijua. Lakini kuna dhambi nyingine ambazo zinakudai kwa sababu tu wewe ni sehemu ya hiyo familia au ni sehemu ya hilo eneo la kazi. Kwa hiyo Mungu anajaribu kutufunulia na kutukumbusha ili tuweze kupata nafasi ya kutubu vizuri. Bwana asifiwe. Nilisema statement moja kwamba huwezi kutubu vizuri kama haujajua kina cha dhambi. Kwa hiyo tangu Jumapili mpaka jana, Roho Mtakatifu alikuwa anatufunulia vitu ambavyo pengine tulikuwa tunachukua ni vya kawaida, lakini yalikuwa ni makosa ambayo yametugharimu sana. Na nikasema kuanzia leo sasa tutaangalia namna ya kuondoa madhara ya dhambi. Bwana asifiwe. Kile kitabu cha Mithali sura 28 mstari wa 13. Mithali sura 28 mstari wa 13. Maandiko yanasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Lakini hili neno ni kubwa sana. Ninakuomba uendelee kulitafakari usiku na mchana. Uhusiano uliopo kati ya mafanikio na dhambi. Kuto kufanikiwa asilimia zaidi ya 90 ni kwa sababu ya dhambi. Ni kwa sababu ya dhambi. Inaweza ikawa ni direct au ikawa ni indirect. Inaweza ikawa ni moja kwa moja dhambi, lakini inaweza ikawa ni indirect, kwa maana ya dhambi ambayo wewe hujui kama ni dhambi, ila mshahara wake au matokeo yake yameleta shida katika maisha ya kwako. Ndio maana anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Bwana asifiwe. Na hili neno anasema aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Na nikakuunganishia jana kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16, maandiko yanasema na tukikaribie kiti cha neema. Na tukikaribie kiti cha neema ili kupata rehema na neema itakayotusaidia wakati wa mahitaji. Hii mistari usisome juu juu, isome kwa ndani, irudie kila siku. Mungu atakuwa anakupa revelations mpya, atakuwa anakupa ufunuo mwingine wa kujua maana yake nini. Kwenye uimbo tunaimba kiti chako cha rehema, lakini kwenye maandiko yanasema kiti cha, tukikaribie kiti cha neema. Na ndani ya kiti cha neema ndiko kuna mambo mawili, kuna rehema. Rehema kwa lugha nyingine ni huruma za Mungu. Mungu anakuhurumia tu. Kanisa, Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa leo tunapoingia kwenye sehemu ya pili ya toba na kuondoa madhara ya dhambi. Toba na kuondoa madhara ya dhambi. Kama unaandika, andika sehemu ya pili, toba na kuondoa madhara ya dhambi. Toba na kuondoa madhara ya dhambi. Kuna kipengele kirefu kidogo. Jana nilisema tungeanza moja kwa moja kushughulika na eneo mojawapo la hali yako ya kiuchumi, lakini nimegundua Roho Mtakatifu amenipa stop kwamba tulia kwanza. Kuna kitu hiki hapa kifundishe, alafu mengine huko mbele tutaendelea nayo. Kwa hiyo kuna kitu inabidi tupite nacho kidogo kabla hatujagusa eneo moja badala ya lingine. Kuna mahali inabidi tujifunze kitu. Kwa hiyo leo tunaingia kipengele cha pili cha toba na kuondoa madhara ya dhambi. Kumbuka tulikotoka. Kichwa ni toba na matengenezo. Matengenezo maana yake ni kurekebisha palipoharibika. Toba ni kutafuta
msamaha, lakini pia kutafuta ushirika na uhusiano na Mungu kwa upya. Kanisa, Bwana asifiwe. Tunapoangalia kipengele hiki kuna mistari michache ya kusoma. Kile kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Biblia inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Hebu sema mshahara wa dhambi ni mauti. Sema kwa sauti, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa lugha nyingine au Biblia nyingine zinasema matokeo ya dhambi ni mauti. Sasa nataka nikupanulie mada hii kwa upana zaidi ndani ya moyo wako. Usiangalie mauti kama kifo. Ukiangalia mauti kama kifo, hautaelewa mambo mengi, kwa sababu wewe unaishi leo. Unaweza ukaona tu iko sawa, lakini mauti ni zaidi ya kifo. Bwana asifiwe. Nitakueleza vitu kadha wa kadha vya kuandika hapa, lakini Biblia ikisema mshahara wa dhambi ni mauti, maana yake mahali popote dhambi ilipofanyika kuna kitu kinaitwa nini? Mauti. Whether kuna mtu amekufa au hajafa mtu, mauti iko pale. Haleluya. Narudia tena, maandiko yanaposema mshahara wa dhambi ni mauti, maana yake mahali popote dhambi ilipofanyika. Dhambi inafanywa na mtu, lakini mtu anaishi kwenye eneo, mtu anamiliki vitu, mtu ana watoto, pengine kama ameshakuwa na watoto, mtu ana familia, mtu ana professional yake kwa maana ya kipawa na karama yake au taaluma alionayo. Mtu ana vitu vingi. Kwa hiyo Biblia ikisema mshahara wa dhambi ni mauti, kifo kinaenda kwa mtu, lakini mauti, mtu anaweza asife ila akatembea na mauti yeye kwa sababu ya mshahara wa dhambi. Mtu anaweza asife lakini professional yake, taaluma yake ikawa na mauti. Mtu anaweza asife lakini watoto wake wakatembea na mauti. Mtu anaweza asife lakini ofisi yake ikawa ina mauti, kwa sababu hivi vyote vinamhusu mtu. Kwa hiyo mshahara wa dhambi unapokuwa mauti, mauti ikishaingia, maana yake kazi yake inaanza kufanya kazi kwenye vitu vinavyomhusu mtu ambaye amefanya dhambi. Ndio maana ukisoma kwenye maandiko, alipofanya dhambi Adam na Hawa kwenye bustani ya Eden, Biblia inasema mauti iliingia. Hebu tuseme mauti iliingia. Kwa hiyo Adam na Hawa walipofanya dhambi hawakufa on the spot, ila mauti iliingia. Mauti ilipoingia ndio mambo yakaanza kuonekana. Wakawa hawastahili tena kuishi kwenye bustani ya Eden. Maisha yao yakabadilika, wakajiona kwamba wako uchi. Hali yao ya kutafuta mali ikabadilika, jinsi ya kudili na mambo yao ya kiuchumi ikabadilika. Maisha yakawa tofauti kwa sababu mauti imeingia. Sasa maandiko yanasema mauti iliwapata hata wale ambao hawakufanya dhambi ifananayo na ya Adam. Biblia inasema mauti ilitawala kutoka Adam mpaka Musa, na ikawapata hata wale ambao hawakufanya dhambi inayofanana na ile ya Adam. Yaani maana yake amefanya dhambi Adam ya uasi, kwa maana ya kumsikiliza nyoka badala ya kumsikiliza Mungu, au ya kutokutii iliyompelekea kitendo cha kula tunda, na tunda likampelekea kitendo cha kufukuzwa kwenye bustani ya Eden na maisha yakabadilika. Lakini mpaka ambao hatukufanya dhambi ile, mauti imetawala. Kwa akisema mauti imetawala, ni kitu kikubwa sana. Mauti kama mtawala, mauti kama mtawala. Ndio maana maandiko yanadiriki kusema baba zenu walitenda dhambi, hawapo duniani, lakini nyinyi mmeyachukua maovu yao. Kilichokuja kwetu sisi ni matokeo ya ile dhambi iliyofanyika. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Tulisoma kile kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13 na wa 15. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13 na wa 15 inaeleza tena zile hatua. Tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Kwa hiyo hapa tunaangalia mshahara wa dhambi kwa maana ya namna sasa ya kushughulika na mauti. Na nimekuambia na ninarudia tena, ondoa mawazo yako kwenye kifo,
Yapo kifo ni sehemu ya mauti au ni sehemu ya mshahara wa dhambi, lakini ondoa mawazo kwenye kifo, utakuwa umebaki na jambo moja tu. Weka mauti, mauti, mauti. Haleluya. Asa andika baadhi ya pointi ambazo zitatupeleka mahali pazuri kabisa kabisa. Jambo la kwanza, andika hili. Ziko mauti nyingi. Ziko mauti nyingi sana. Ziko mauti nyingi sana kwa sababu kuna dhambi nyingi zimefanyika, lakini mpaka leo dhambi inaendelea kufanyika. Ziko mauti nyingi sana. Nikisema mauti nyingi sana, maana yake mauti katika maeneo tofauti tofauti. Kwa maana ya mauti kwenye maeneo tofauti tofauti ya mtu. Ziko mauti nyingi sana kwa sababu kuna dhambi nyingi pia ambazo zimeshafanyika, lakini pia mpaka leo dhambi zinaendelea kufanyika. Bwana asifiwe. Labda niulize swali hapa. Wangapi hapa ambao tangu asubuhi siku hii ianze leo, tangu saa 12 asubuhi au saa 1 mpaka tunapozungumza sasa hivi, hujafanya dhambi yoyote? Nyosha mkono. Mbona mmegoma? Nauliza tena kwa mara nyingine. Wangapi leo tangu saa 12 au saa 1 ya asubuhi mpaka tulivyokuja kwenye ibada hii hujafanya dhambi yoyote? Nyosha mkono. Utagundua una mambo mawili. Aidha kuna dhambi unakumbuka umeifanya, au hukumbuki dhambi uliyoifanya, ila moyo wako unakushuhudia tu kwamba siko sawa. Mwangalie jirani yako usoni. Bwana asifiwe. Okay. Kama mshahara wa dhambi ni mauti, hebu tuseme wote mshahara wa dhambi ni mauti. Tuseme kwa sauti, mshahara wa dhambi ni mauti. Kama sisi wote hapa tangu asubuhi mpaka sasa hivi kuna dhambi tumefanya na mshahara wa dhambi ni mauti, basi sisi wote hapa tunatembea na mauti. Mwangalie jirani yako usoni. Mwambie unatembea na mauti. Unatembea na mauti, sio? Kwa kama mshahara wa dhambi ni mauti na sisi wote hapa hatuna uhakika, kwa sababu nafsi, Biblia inasema roho naye hutushuhudia nafsi zetu. Hutushuhudia nafsi zetu ya kwamba sisi tumefanya dhambi. Kwa kama mshahara wa dhambi ni mauti na kuna dhambi ambazo zimefanyika, nyingine unajua, nyingine uzijui, basi bila shaka mauti inatawala kwa sehemu kubwa sana maisha yetu. Na kwa sababu hiyo toba ni maisha ya kudumu. Haleluya. Bwana asifiwe. Jambo la pili, andika. Jambo la pili, mauti sio kifo tu. Andika, mauti sio kifo tu, ila ni kuondoka kwa uhai na ushirika na Mungu kwenye kila eneo lenye hiyo mauti. Andika, mauti sio kifo tu, ila ni kuondoka kwa uhai kwenye kila eneo lenye hiyo mauti. Kuondoka kwa uhai maana yake kuondoka kwa ushirika wa Mungu na hilo eneo ambalo lina mauti. Kwa hiyo mauti sio kifo tu, ila ni kuondoka kwa uhai. Kuondoka kwa uhai kwenye kila eneo lenye hiyo mauti. Kuondoka kwa uhai maana yake Mungu hayupo, kwa sababu Mungu ndio asili ya uhai. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jambo la tatu, kabla tujaingia kwenye kipengele kizuri sana ambacho natamani kila mtu akifahamu. Andika jambo la tatu. Watu binafsi na familia nyingi. Watu binafsi na familia nyingi wanatembea na hali ya umauti kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yao kwa sababu ya mishahara mbalimbali ya dhambi. Watu binafsi na familia nyingi, watu binafsi na familia nyingi zinatembea na hali ya umauti kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yao
kwa sababu ya mishahara mbalimbali ya dhambi. Mishahara mbalimbali ya dhambi. Kila dhambi unayofanya inazaa mshahara wake. Ni kama vile mtu ambaye unafanya kazi zaidi ya moja. Unafanya kazi ya kuajiriwa, unafanya kazi ya kuajiriwa, unauza vitumbua, unauza heleni, unauza nini tena? Unauza perfume, una shamba la matikiti maji unauza. Kwa kila unapouza kuna hela inaingia kwenye akaunti yako, si ndio? Kwa hiyo kila dhambi inapofanyika kuna mshahara wake unaingia. Kwa lugha nyingine, kila dhambi inapofanyika inaingiza mauti. Jamani, Bwana asifiwe. Ninakuwekea hizi pointi za mwanzoni kwa sababu kuna vitu huku mbele nitataka uvielewe zaidi. Kwa mfano tukizungumza juu ya, ngoja nikupeleke mbali kidogo, wala usiandike, nisikilize. Na kupeleka tu kidogo mbele alafu nitarudi tulipotoka. Kwa mfano, ukishughulika na hali mbaya ya uchumi kwenye familia, kwa mtu binafsi, huwezi kuepuka kushughulika na familia. Kwa sababu hali yoyote ya uchumi ni matokeo ya familia. Ukisoma kiBiblia, baraka zote Mungu amezipitisha kwenye familia. Na kuna watu wana struggle kwenye hali ya uchumi, wao hawana shida, lakini kuna kitu kiko kwenye familia. Sasa unasema kimetoka wapi? Kwa sababu ya mishahara mbalimbali ya dhambi. Mishahara mbalimbali ya dhambi. Akifanya dhambi huyu, akifanya dhambi huyu, akifanya dhambi, zikikusanywa pamoja, kama vile ambavyo unakusanya na unakuwa na fedha nyingi kwa sababu ya kuwa na sources of funds, sehemu tofauti, kuwa na vyanzo vingi vya mapato. Basi hivyo pia kuna vyanzo vingi sana vya mshahara wa dhambi ambavyo vinawatesa watu. Kwa kuna watu wengi sana wanatembea na mshahara, kwa maana ya kutembea na hali ya umauti. Kwa nje wanaonekana kuwa wako hai, lakini ndani kuna mauti imekaa kule ndani. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ukiona mahali kuna ugonjwa, ujue kuna mshahara wa dhambi unaitwa mauti. Ukiona mahali kuna kitu, kuna uhai umeondoka, ujue kuna mshahara umeingia. Hii ndio jambo unatakiwa kulielewa sana kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Sasa twende kwenye kipengele kingine ambacho kinatupeleka vizuri kabisa ili tuweze kuomba. Tumekubaliana tuwe tunatoka mapema kabisa hapa, na namshukuru Mungu kwa ajili yenu ambao mmewahi vizuri. Twende kwenye kipengele kingine. Andika kama heading, andika kama kichwa kingine cha habari au kichwa topic, inategemea na jinsi wewe unavyoandika. Andika kipengele kingine. Hizo point 3 ziache, zilikuwa zinakujazia kitu fulani. Kumbuka the main heading tunaangalia kuondoa madhara ya nini? Ya dhambi. Toba ili kuondoa madhara ya dhambi. Na tumeangalia point 3 zinazotufunulia kidogo kuhusu mauti. Sasa tuangalie kipengele hiki. Andika, dhambi ikishazaa mauti. Dhambi ikishazaa mauti, mambo matatu yanatokea. Haishi tu mshahara wa dhambi na mauti, lakini dhambi ikishazaa mauti kuna mambo matatu yanatokea. Na haya ndio unatakiwa uyaelewe, ya kusaidie unapofanya kitu kinachoitwa toba na matengenezo. Ni vitu viwili tofauti, wala usiviweke kwa pamoja. Unapofanya toba na matengenezo lazima ujue haya mambo matatu. Nimesema andika hivi, dhambi ikishazaa mauti, mambo matatu yanatokea. Dhambi ikishazaa mauti, mambo matatu yanatokea. Kwa lugha nyingine, dhambi ikishazaa mshahara wake, kuna mambo matatu ya kufanyia kazi. Jambo la kwanza, Mungu anatoa hukumu yeye mwenyewe. Mungu anatoa hukumu yeye mwenyewe. Mungu anatoa hukumu yeye mwenyewe. Dhambi ikishazaa mauti, mambo matatu yanatokea. Cha kwanza, Mungu anatoa hukumu au adhabu yeye mwenyewe. Endelea kuandika. Kwa kuwa Mungu anatupenda,
katikati ya hukumu yake au katikati ya adhabu yake anaachilia na msaada. Anaachilia na msaada. Na huo msaada ambao Mungu anauachilia, anaachilia msaada wa kujua ulichokosea na maarifa ya toba. Tuangalie mfano kutoka kwenye kitabu cha Yohana. Nimeenda haraka sana Poleni. Na kujua sijui sasa uko wapi sasa, sijui umeishia wapi sasa. Hilo tatizo la kufeli imla hilo. Dictation. Umeishia wapi sasa? Maana sielewi. Kila mtu kanuna, msininunie. Mmeishia wapi? Nianze mwanzo. Karudie kwenye YouTube. Tuko live kwenye YouTube, utarudia. Bwana asifiwe. Nimesema hivi, dhambi, sasa sikiliza vizuri sasa. Dhambi ikishazaa mauti, kuna mambo mangapi? Matatu yanatokea. Jambo la kwanza, Mungu anatoa adhabu, au kwa lugha nyingine anatoa hukumu yeye mwenyewe. Hilo jambo la kwanza. Na nikasema kwenye jambo hilo la kwanza, kwa kuwa Mungu anatupenda, katikati ya hukumu yake anaachilia msaada. Kwa kuwa Mungu anatupenda, katikati ya hiyo hukumu au hiyo adhabu anaachilia nini? Msaada. Kwa lugha nyingine, umeshtakiwa, unafungwa kifungo cha miaka 2, uko jela, lakini unaletewa TV, unaletewa magazeti, unaletewa na chakula, yani watoto wako wanasomeshwa, ila uko hebu tupongea. Huo ndio upendo wa Kristo. Na huu upendo Mungu alianza kufanya pale bustanini Edeni. Wamekosea wenyewe, wamebaki uchi wenyewe, wakajitafutia mavazi, lakini Mungu kwa huruma yake akachukua mnyama, akamchinja, akachukua ngozi, akawavika mavazi ya ngozi. Anawafukuza Edeni, lakini amewastiri. Huo ndio upendo wa Mungu. Wangapi wananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhambi kisha zaa mauti, kuna mambo. Jambo la kwanza ni hili, Mungu anatoa adhabu, na Mungu anatoa adhabu akiwa anaumia sana moyoni. Analazimika kutoa adhabu kwa sababu neno lake alijipinga, alishasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa lazima mauti ianze kuingia. Wakati katikati ya hiyo hukumu, Mungu anaachilia msaada. Na huo msaada anaokupa wewe ni kujua ulichokikosea, alafu na namna ya kufanya toba. Sasa tuangalie mfano kwenye kitabu cha, kama hujaandika mpaka hapo, kwa kweli inabidi turudi kwenye shule ya dictation. Yohana 5. Angalia huyu mtu ambaye alikutana na Yesu kwenye ile sura ya 5 ya kitabu cha Yohana, mstari wa 5 mpaka mstari wa 14. Yohana sura ya 5, mstari wa 5 mpaka mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi. Yohana sura ya 5, mstari wa 5 mpaka wa 14. Anasema, na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona mtu huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka uzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Hebu sema, simama ujitwike godoro lako uende. Huyu mtu alikuwa anaumwa ugonjwa miaka mingapi? 38. Huyu ni mtu mzima kabisa na ndevu zake kama alikuwa wa kiume. Mara, sikiliza sasa, mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda. Nayo ilikuwa siku ya Sabato. Kwa lugha ya leo ilikuwa siku ya ibada. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Mstari wa 11, akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi akamuuliza yule aliyekuambia, wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Mstari wa 13, sasa unisikilize vizuri hapo kama hujafungua Biblia. Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani,
maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Mstari wa 14, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia. Hebu sema angalia. Sema kwa sauti, angalia. Akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Tunajua kilichomfanya kuwa mgonjwa ilikuwa ni nini? Lakini mshahara wa dhambi ni nini? Huyu mauti yake ilienda kwenye afya yake. Miaka 30 ngapi? Kwa hiyo miaka 38 yuko kwenye adhabu. Lakini katikati ya adhabu Yesu akamsaidia, akatoka kwenye adhabu yake na akapewa tahadhari, usitende dhambi tena. Muulize jirani yako, umetembea na mauti miaka mingapi? Mwangalie usoni, mwambie mauti sio kifo. Sasa ndio anaelewa. Mwambie sasa ndio unaelewa, mauti sio kifo. Sawa? Huyu jamaa ameteseka na huu ugonjwa zaidi ya miaka 30 hiyo kama tulivyosoma. Lakini kumbe kilichomfanya akakaa kwenye ule ugonjwa ni mshahara wa dhambi. Anakuja kutoboa miaka 38 baadaye. Kwa hiyo kama angejua changamoto alionayo ilikuwa ni dhambi, kumbe huyu jamaa angetubu akiwa na miaka 22. Yaani kama ni binti, kama ni kijana, angetubu akiwa mdogo kabisa kabla hajafikia umri wa miaka 38. Lakini kilichomweka kwenye hiyo adhabu ni nini? Dhambi. Amechezea mshahara, katikati ya mshahara wa dhambi Mungu akamnyanyulia msaada, akakutana na Yesu. Ndio maana ya kipindi cha Kwaresma, ni wakati wa kukutana na Yesu kwa ajili ya sisi wenye dhambi, ili tutoke kwenye dhambi. Haijalishi tumekaa kwenye dhambi miaka mingapi, haijalishi tumekaa kwenye hiyo mauti kwa miaka mingapi. Huyu tunamsoma leo alikuwa anaumwa, ana ugonjwa. Wewe inawezekana leo una struggle kwenye eneo la uchumi. Wewe inawezekana leo una struggle kwenye eneo la ndoa, miaka mingi ndoa yako ina miaka 18, 16. Inawezekana leo wewe una struggle kwenye issue ya kazi, miaka mingi una struggle kwenye hilo eneo. Lakini kumbe issue yako ni hii hapa, tuangalia, usitende dhambi tena. Mwangalie jirani yako, mwambie toba. Kwa hiyo huyu jamaa angeendelea tu na maisha yake, na anaonekana alikuwa ni msharika wa ibada ya kwanza Jumapili. Tupungiane, haleluya. Anaonekana alikuwa ni msharika kabisa, kwa sababu kakutana na Yesu ibadani. Na alipofunguliwa tu akasema, ibada ya kwanza saa ngapi? Saa 12. Huyo akaenda ibadani. Anaendelea kule, watu wanambia, Yesu ulikuwa mgonjwa wewe. Yesu ulikuwa mgonjwa. Sasa mimi sijui bwana, huyu aliyeniponya mimi sijui bwana. Yuko kanisani, ni msharika, lakini ni msharika ambaye amekuwa na ugonjwa kwa miaka mingi sana. Ziko familia nyingi ambazo zinateswa na magonjwa ya kurithi miaka mingi sana, wanakaa kwenye hayo magonjwa, lakini kumbe ni dhambi tu. Right? Kama wangejua haya ndio majira yenyewe yanayotukumbusha kwamba kuna vitu tunapitia ni dhambi. Na nataka niwaambie, ugonjwa wowote ambao asili yake ni dhambi hauponi kwa dawa ya kidaktari. Hauponi kwa dawa za kidaktari. Ugomvi wowote kwenye ndoa ambao asili yake ni dhambi hawezi kupona na vikao. Bwana asifiwe. Hili tu linatupa kujua, kumbe sasa tunapotaka kufanya toba kwa Mungu, usikimbilie kwanza kushughulika na ugonjwa. Mtafute Yesu kwanza, utengeneze ushirika. Mmenisikia ninachokisema? Inatupa kuona, kumbe kuna adhabu, kuna hukumu ninatembea nayo, kumbe kuna hukumu natembea nayo. Na kwa sababu hiyo unapewa wito kwamba umekaa na hilo jambo muda mrefu, lakini tatizo lako unatafuta watu, unatafuta msaada, na watu wengine wanasema, unajua hata Biblia imesema jisaidie nami nitakusaidia. Hakunaga neno kama hilo kwenye Biblia. Hilo ni la kwako tu, la huko mtaani. Kwa Mungu anataka urudi kwa toba, tena kwa unyenyekevu. Nirudieni mimi, rarueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu.
Mrudieni Mungu. Ndio wito ambao Mungu anauachilia kwenye majira haya ya Kwaresma, kurudi kwamba Mungu, hii kitu imetutesa, hii kitu imetesa watoto kwa muda mrefu. Sasa tunarudi kwa toba. Na nataka niwaambie, toba ni kitu muhimu sana kwenye maisha. When it comes to issue ya toba kwa lugha nyingine ni kurudisha uhusiano na Mungu, ni kurudisha ushirika na nani? Na Mungu. Na ushirika na Mungu unaporudi, hata kama shida ulionayo chanzo chake sio dhambi, Mungu uliyetengeneza naye ushirika atakuonyesha sababu ya shida ulionayo. Toba haishi tu kwa watenda dhambi. Toba ni sehemu ya kunyenyekea, kushuka na kuzungumza na Mungu na kutengeneza ushirika na nani? Na Mungu. Ushirika na Mungu unafungua vitu vingi sana ndani ya mtu. Toba inakufungulia mlango wa kujua pia shida yako ni nini. Toba inakufungulia mlango pia wa kujua wewe dhambi yako ni ipi ambayo hujaifanyia toba. Mungu anakufungulia. Bwana asifiwe. Kwa jambo la kwanza tumesema hapa kwamba kinachotokea, Mungu anatoa nini? Hukumu. Lakini katikati ya hukumu anaachilia msaada. Na hata haya mafundisho, maombi kama haya na semina kama hizi, ni msaada wa Mungu tu anatupa. Ni msaada wa Mungu kutulia hivi na kukaa na kusikiliza. Hata wewe kupata muda wa kuja tu ni sehemu ya msaada wa Mungu kutupa. Kupata tu utulivu hivi na Mungu anatusikilizisha, anatusemesha, anatukumbusha, anagusa hiki, analeta mifano kwenye madhabahu yake. Huu ni msaada mkubwa sana. Huu ni msaada kama wa huyu jamaa kuchukuliwa na kuwekwa kwenye mahali, kuwekwa kwenye kisima kile cha Siloamu. Ni msaada. Yaani wewe kuletwa hapa, Mungu amekuweka kwenye kisima cha Siloamu. Na baada ya maombi haya utatoka ukiwa mzima kwa jina la Yesu. Na urudi kwenu kwenye ibada, mahali ambapo unasali. Ukirudi mahali unaposali, kumbuka alichoambia huyu jamaa. Angalia, mwangalie jirani yako, mwambie angalia, usitende dhambi tena. Ngoja tusome huu mstari, kuna watu kama hawaelewi. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia umekuwa mzima. Mwangalie jirani yako, mwambie angalia umesikia leo. Mwangalie usoni, mwambie angalia umesikia leo. Usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Yaani kama leo Mungu anakusaidia, utakapotubu anakusamehe, usitende dhambi tena. Kama ulikuwa unanyanyasika ofisini, ukitenda dhambi tena unafukuzwa kazi, lisije likakupata baya zaidi. Kama leo unaumwa, ukitenda dhambi tena unakufa, lisije likakupata lililo baya zaidi. Tupungiane. Hiyo tu inatosha kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, katikati ya hasira yako ninaomba ukumbuke rehema yako. Yaani hiyo ya kwanza, hiyo inatutosha kwa leo kuomba. Sawa? Tuko tayari kuomba? Yaani hiyo ya kwanza hiyo. Kuna ya pili tutaifanyia kazi tena, na ya tatu, lakini hiyo ya kwanza hiyo. Twende kile kitabu cha Habakuki. Kile kitabu cha Habakuki sura ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu, katikati ya ghadhabu yako, katikati ya hasira ulionayo juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, kumbuka rehema yako. Sema kumbuka rehema yako. Kumbuka rehema yako. Katikati ya ghadhabu yako, kumbuka rehema. Hii ni Habakuki sura ya 3 mstari wa 3. Sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Mistari miwili tu. Hii ni sala ya Habakuki, na leo wote tunasali sala ya Habakuki. Amen. Anasema, Bwana, nimesikia habari zako nami nimeogopa. Si umesikia tulichokisema tangu mwanzoni? Unapata kahofu fulani, si ndio? Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katika miaka. Alafu anasema katikati ya miaka tangaza habari yake. Alafu anasema katika ghadhabu kumbuka rehema. Mwambie Mungu, nikumbuke jioni ya leo. Omba toba na rehema kwa ajili ya hukumu ambayo Mungu ameiachilia, kwa ajili ya
adhabu ambayo Mungu ameachilia. Kuna watu familia zenu ni adhabu, mnatembea chini ya adhabu. Kuna watu maisha yako unatembea chini ya adhabu, kazi unayoifanya unatembea chini ya adhabu, unaishi maisha ambayo unajaribu kutafuta hii kitu imetoka wapi. Nataka nikuambie kuna adhabu ya Mungu, lakini katikati ya adhabu ya Mungu kuna rehema ya Mungu. Mwambie Mungu, kama ulivyofanya kwa huyu jamaa mmoja, basi na mimi nataka kuingizwa kwenye kisima leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Imeeleweka hiyo? Simama kwa miguu yako. Faster. Chap. Simama haraka. Simama haraka. Tumekubaliana tunawahi kuondoka kabla ya saa 1. Kwa hiyo lazima tuombe, na kila pointi tunayoenda nayo hapa kanisani tukiomba tunaomba kwa muda mfupi sana. Hakikisha ukiondoka hapa unaenda kuomba tena. Sawa watoto? Watu wa Mungu. Amen. Hii sio semina ya mafundisho na alafu unaondoka. Hii ni semina ya maombi. Ndio maana inaitwa semina ya majira ya Kwaresma, majira ya toba. Mungu anachokifanya hapa ni kutusaidia, kutuonyesha, kwa sababu watu wengi sana wamefunga siku 40, wengine 60. Mimi nimekutana na dada mmoja mwaka fulani, nilikuwa pale Kijitonyama, nilikuwa naomba, nimekaa juu hivi, walio endaga pale kanisani, nilikuwa nimekaa juu ninaomba mchana saa 7 sehemu ya juu vile. Nikamuona dada mmoja amekuja, akaja mpaka madhabahuni, akapiga magoti, akawa anaomba. Ameshika sadaka yake, kuna sanduku la sadaka akaweka. Wakati anarudi anaangalia hivi, akaniona pale juu, akaja kwenye ngazi akapanda. Akaniambia, mtumishi, nashukuru nimekuona. Yaani nilikuwa nahitaji msaada. Nikamwambia kwa nini? Akasema, yaani hapa nilipo na mfungo wa siku 70 nimemaliza jana. Nataka kuongeza 20 nyingine kwa sababu sioni matokeo. Nikamshika mkono, nikamwangalia usoni. Nilipomwangalia usoni, mapepo yamelipuka. Jamani, mtu kafunga siku 70, mapepo yamelipuka. Yanatoka wapi? Kwa kuna watu wanafunga lakini hawana maarifa. Kuna watu wanaomba lakini hawana maarifa. Watu waangamizi kwa kukosa maombi. Maarifa ni muhimu kuliko maombi. Hebu tupongeane kama tunaelewana. Bwana asifiwe. Mungu akikupa neema hii, ukishajua kuna hukumu ya Mungu katika dhambi, na umeshajua kuna mauti ambayo naweza nikatembea nayo mimi, kuna mauti ambayo inaweza ikatembea kwenye familia yangu. Nimefundisha kitu kadogo sana katika maandishi ya kuandika, lakini kamebeba uzito mkubwa. Usikimbilie kuanza kukemea na kuvunja na kuharibu. Anza kutengeneza na ushirika na Mungu. Ndio hili eneo la kwanza. Mungu anatoa adhabu kwa kila dhambi, na watu wengi tunatembea na adhabu kwa sababu kuna mauti nyingi zimeingia kwetu. What to do? First, kurudi kwa Mungu. Mungu kuna hukumu yako. Mungu kuna hasira yako. Mungu kuna hukumu, kuna hasira, kuna adhabu yako katikati ya maisha ya kwangu. Ninaomba toba kwako. Katika hii adhabu yako naomba rehema. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Alilipa deni yangu kwa gharama ya mauti. Alilipa deni yangu. Hebu imba kwa sauti. Kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata, huo msamaha wa dhambi niliupata. Mikono juu kwa Yesu, ishara ya kuomba msaada. Alilipa deni yangu kwa gharama ya mauti. Bwana alilipa deni yangu kwa gharama
pia kuja kupiga magoti hapa mbele kwa toba pia unaruhusiwa. Tumebanana sana, kuna mambo mengine hutaki kuyazungumza kwa watu wakasikia. Unaweza ukapiga magoti madhabahuni kwa Mungu na ukaomba toba wakati tunaimba huu wimbo. Hizi nyimbo ni sehemu ya toba ambayo tunaifanya mbele za Mungu. Jesus, muda mwingi nilipotea. Muda mwingi nilipotea. Wale ambao wanataka kufanya toba intensive, kufahamu msalaba. Unajua kabisa kwenu kuna jambo la miaka 30 na zaidi limewatesa zaidi ya miaka 30. Njoo kwenye madhabahu ya Bwana, mwambie Mungu rehema yako. Nyanyua mikono yako kwa Bwana, sema haya maneno. Bwana Yesu, sema kwa sauti, Bwana Yesu, asante kwa neno lako, asante kwa upendo wako. Jioni hii ya leo nimeona ya kwamba kwa muda mrefu sana tumekaa chini ya dhambi iliyokuwa mateso juu ya maisha yetu. Mungu uliye hai, nimesikia neno lako na nimesikia habari zako, nami nimeogopa sana. Kwenye madhabahu yako jioni hii ya leo ninakuja Bwana kwa moyo wa toba katika damu ya Yesu. Yesu uliye hai, Yesu uliye hai, jioni hii ya leo niangalie mwanao. Kwa muda wa miaka mingi tumekaa chini ya adhabu. Ukisema haya maneno maanisha, ukisema haya maneno maanisha kutoka ndani ya moyo wako. Sema, kwa miaka mingi tumekaa chini ya adhabu, tumekaa chini ya hukumu, tumekaa chini ya hatia, lakini jioni ya leo umeachilia mlango kwa ajili ya sisi wanao tuweze kutoka. Mungu uliye hai, kwako wewe Yesu hakuna cha kujificha. Kwako wewe Yesu hakuna cha kujificha. Saa hii Bwana, mimi mwanao, kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, ninakuja mbele zako kwa moyo wa toba. Yesu uliye hai, katikati ya hukumu, katikati ya ghadhabu yako, kumbuka rehema yako, kumbuka msamaha wako kwa damu ya Yesu Kristo. Samehe Bwana, rehemu Bwana, kwa damu ya Yesu ninaomba toba katika damu ya Yesu. Samehe Bwana kwa damu ya Yesu, samehe Bwana kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kusema ya maneno ya toba, endelea kusema ya maneno ya toba, ndio. Endelea kusema ya maneno ya toba, ndio. Endelea kusema maneno ya toba, ndio. Usikae kimya, usikae kimya, ndio. Usikae kimya, usikae kimya, ndio.
Fanya toba kwa Bwana, fanya toba kwa Bwana. Ndio rabusha tarabasaya mantarabusaka. Ndio mwambie Mungu, ndio fanya toba kwa Bwana. Inawezekana wewe ni kama huyu mtu ambaye zaidi ya miaka 30, miaka 38 amekaa tu akiwa na ulemavu wake, lakini siku moja akakutana na Yesu akiwa kwenye hiyo ghadhabu. Yesu akamwambia usije ukafanya dhambi tena, maana yake alisamehewa. Na wewe ingia kwenye toba. Sijui kwenye familia yako kuna jambo gani ambalo limekaa kwa muda mrefu. Mwambie Yesu samehe. Endelea. Omba kwa kumaanisha, omba kwa kuugua juu ya hilo jambo limekaa kwa muda mrefu. Baba, umekuja kutukumbuka, umetukumbuka tena, umetukumbuka watoto wako. Tunanyenyekea Baba, tazama miaka tuliyokaa na hiyo changamoto kwenye familia imeachilia mauti. Baba, twende kwa nani? Kwako kuna msamaha, kwako kuna rehema, kwako kuna ondoleo, kwako kuna msamaha. Ndio maana Bwana tumekimbilia kwako, maana tunajua Baba tumepita mahali pagumu katika familia, katika ukoo. Hatuna njia nyingine ya kutoka kwenye hiyo shida, kwenye hiyo changamoto imetushikilia ni kwa miaka mingi. Baba, katikati ya miaka kumbuka rehema. Mungu, hatuna njia, hatuna jawabu, hatuna namna ya kutoka mahali tumeshikiliwa kwenye familia, kwenye ukoo wetu, kwenye uchumi. Hakuna anayesogea, hakuna anayechanua. Hata tukichanua tunaishia kwenye madeni. Baba, tukumbuke, tunajua, tunatambua kuna mahali tumekosea. Ndio maana tunanyenyekea, ndio maana tunajuta, ndio maana tunalia, ndio maana tunaomboleza mbele zako Baba, mbele zako wewe Mungu mwenye rehema nyingi, mwenye rehema. Rikokosekereba ndorobosa, riboshekeremanda, rakasekete, riboseka, rikeseke, rikekeke. Baba, tuhurumie, Baba, turehemu. Rehemu nyumba ya baba yangu, Tazama changamoto ya magonjwa, yasiyopona, magonjwa ya kurithi yamekuwa na mwendelezo wa uzao hadi uzao, yamekuwa na mwendelezo kwenye familia. Twende kwa nani? Baba, tunakuja kwako, wewe mwenye rehema, wewe mwenye kuturehemu, wewe mwenye kutuhurumia. Tazama magonjwa ya sukari katika familia yameleta msiba. Baba, leo tumetambua chanzo chake ni ile dhambi. Tumeasi, tumekataa kwenda sawasawa na sheria zako, na wewe Baba umeachilia mshahara wa dhambi. Ni haki yetu, tumeipokea kwa sababu tulienda kinyume na mapenzi yako. Lakini Baba, tumetambua mahali tumekosea, na wewe umetukumbuka kama ulivyowakumbuka wana wa Israeli walipolia. Ulisema na Musa, nimeona kilio chao, nimesikia kilio chao, nimeona machozi yao. Baba, tazama machozi ya toba, tazama machozi ya maombolezo. Tunaomba rehema. Baba, tuhurumie. Baba, turehemu watoto wako. Tumekaa na hiyo changamoto, magonjwa ya presha yameua ndugu zetu, yanaendelea kutafuna. Baba, twende kwa nani? Tunanyenyekea kwako, wewe mwenye rehema, wewe ambaye
umetujilia tena kwa awamu hii, kwa kipindi hiki, kwa majira haya. Kumbuka rehema, kumbuka rehema Baba. Najua tulikosea, baba zetu walikosea, baba zetu walitenda dhambi. Neno lako linasema walichagua miungu mipya, kukawa na vita malangoni. Ni kweli Baba, tulikuacha, tukageuka, tukaenda kinyume na mapenzi yako. Leo tumepokea ule mshahara. Ule mshahara ni mzito, haubebeki, hauchukuliki, hauchukuliki. Mshahara ni mzito, mshahara ni mzito. Mshahara umebeba mauti, mshahara umebeba kilio, mshahara umebeba kilio. Hatusogei, hatuendi popote. Baba turehemu, Baba turehemu. Tubebe huo mzigo, tubebe huo mshahara. Kwa rehema yako Mungu, kwa rehema yako e Bwana, kwa rehema yako, kwa rehema yako e Bwana. Hii familia imekaa kwenye haya mateso kwa muda wa miaka mingi. Wamekaa hapo tu e Bwana kwenye hali ya umaskini na ufukara. Wamekaa hapo kwa miaka mingi. Wamekaa hapo e Bwana kwa miaka mingi. Wamekaa hapo Mungu kwa miaka mingi. Yesu wa rehema na neema, Yesu wa huruma na msamaha, ingilia kati e Bwana, katika damu ya Yesu Kristo. Ugonjwa huu umewatesa wengi. Hii hali ya watu e Bwana wa rehema, adhabu hii imekuwa kubwa. Kaini alikuambia adhabu yangu imeniwia kubwa. Yesu wa rehema, ingilia kati e Bwana katika hukumu yako. Kumbuka rehema katika hukumu yako. Kumbuka rehema katika hukumu yako. Kumbuka rehema katika hukumu yako. Kumbuka rehema, vifo vya ghafla vya mara kwa mara katika hukumu yako. Kumbuka rehema, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba turehemu, Baba turehemu, Baba tuhurumie, tuhurumie watoto wako, tuhurumie watoto wako, tuhurumie jinsi tulivyo Bwana. Turehemu e Mungu wa mbingu na nchi. Baba tuhurumie juu ya dhambi ya zina, imetufunika Bwana. Hakuna anayeolewa, hakuna anayeoa, hakuna anayeolewa, hata anayeolewa, hakuna anayestawi kwenye ndoa. Baba turehemu, Baba turehemu, rehema yako Yesu, rehema yako. Ulevi umekithiri, ulevi umekithiri, ulevi umeua wengi, sukari imeua wengi. Yesu rehema yako, Yesu rehema yako, Yesu rehemu, Yesu rehemu, Yesu rehemu, Yesu rehemu. Machozi ni mengi katikati ya familia hizi. Rehema yako katika hukumu. Kumbuka rehema katika hukumu. Kumbuka rehema yako Yesu. Ndio Baba, tusamehe watoto wako. Kusoma tumesoma, hakuna anayepata kazi, hakuna anayepata ajira. Hata tukipata kazi hakuna anayedumu kwetu. Baba tuhurumie, Baba turehemu, Baba tuhurumie watoto wako. Tumekosea, tunatambua, tumejua kwamba dhambi iko mbele yetu, dhambi iko mbele yetu. Baba tuhurumie. Rimandorobo shataria busaka. Ingilia kati Mungu, asili ya familia zetu. Ingilia kati ya Mungu liye hai, asili ya familia zetu. Ingilia kati Mungu liye hai. Rabo shataraba, ribo soyo monda rabasaka, rapo shakata, rimanda rabo satandio. Ninaomba usimame, ninaomba usimame, ninaomba usimame, ninaomba usimame, ninaomba usimame, ninaomba usimame, ninaomba usimame. Jesus, ninaomba usimame, ninaomba usimame, naomba usimame mahali ulipo. Mlioko hapa mbele mnaweza mkarudi tu kule nyuma, na Mungu akumbuke maombi yenu. Mungu akumbuke maombi yenu. Karabu sataria mandarabu shata. Yeye ni Mungu wa rehema. 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 Yeye ni mwingi wa rehema. Fadhili zake ni kuu mno. Uaminifu wake unadumu vizazi na vizazi. Hakuna Mungu kama yeye. Yeye ni msaada wetu na kimbilio letu. Hajawahi kuwepo zaidi yake. Naomba unisikilize.
Naomba unisikilize. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Bwana asifiwe. Tutaendelea tena na maombi haya usiku. Leo saa 6 usiku tutakuwa live kwenye mtandao. Sawa? Kwenye mtandao wa YouTube kwa lisali zima saa 6 kamili mpaka saa 7 kamili. Mtandao wa YouTube wa Emmanuel Shemdoe TV tutakuwa live kwa ajili ya maombi. Kila Jumatano kuamkia Alhamisi tunakuwa live kwa maombi ya rehema. Kwa hiyo please kumbuka saa 6 mpaka saa 7 tutaendelea. Lakini leo tumeenda hatua ya kwanza. Kesho tunakuja kwenye kisehemu ya pili. Tuko kwenye vipengele na hatua sasa za toba na matengenezo. Kwa kipengele cha pili kitatupeleka kwenye hatua nyingine siku ya kesho. Maombi haya yataendelea tu. Endelea kuwepo, waambie na watu wengine, usiache kufika. Ni majira ya Kwaresma. Wenzio wa imani nyingine wanasali asubuhi, mchana, jioni siku 40. Wewe umepata platform hii, kimbilia madhabahuni kwa Bwana. Amen. Amina watu wa Mungu. Naomba uchukue sadaka yako tumshukuru Mungu. Lakini pia niwasisitize ibada za asubuhi zinaendelea. Tunaanza asubuhi kwenye morning glory hapa, halafu ndio tunaendelea jioni. Kwa hiyo niwaombe sana asubuhi hakikisha unapitia hapa kwenye ibada za morning glory asubuhi, tafadhali sana. Kama unataka bahasha kwa ajili ya sadaka, wako wahudumu watakao kupa, unaweza ukanyosha mkono ukapewa bahasha. Otherwise naomba ushike sadaka yako. Wale ambao tumewakatisha maombi, Mungu aendelee kuwa pamoja na nyinyi. Upako huu wa Roho Mtakatifu usikatike ndani yenu. Mpaka mtakapoenda njiani omba, ukiwa nyumbani omba, kazana. Watu wa Mungu, Musa aliomba siku 40 na akarudi akakuta ndugu zake tena wanaabudu ndama. Akaenda kuomba 40 tena. Maombi ya toba na rehema ni maisha yetu. Kila siku ni maombi yetu. Kwa ukipata nafasi ambayo Mungu anatupa, kisha unaishikilia. Usiache kuamka usiku angalau kwa saa 1 uombe maombi ya toba na rehema. Naomba usimame, shika sadaka yako tumshukuru Mungu. Nyanyua sadaka yako kwa Bwana. Sema Bwana Yesu. Hiyo sauti haitoshi, sema Bwana Yesu. Asante kwa neema yako na msaada wako ambao umeuachilia kwangu jioni hii ya leo. Asante kwa kunifundisha, asante kwa kunisaidia. Mungu uliye hai, ninaiachilia sadaka yangu kwenye madhabahu yako. Sadaka hii Bwana iwe alama. Ingawa mimi ninaondoka, lakini moyo wangu kwa njia ya hii sadaka utaendelea kubaki kwenye madhabahu yako. Mungu unishike, usiniache wiki hii, usiniache majira haya mpaka Kwaresma ikiisha. Usiniache Bwana katika maombi ya rehema. Roho Mtakatifu nisaidie kuomba zaidi ya ninavyosema katika jina la Yesu. Nisaidie Roho wa Baba kwa damu ya Yesu Kristo. Nyanyua sadaka nikuombe. Mungu ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako ambao wameijia madhabahu yako jioni ya leo. Wengine wameacha machozi yao kwenye madhabahu yako, wamelia, wameomba, wamelia, wameomba, wamelia, wameomba, wamekiri Mungu, wametubu mbele ya uso wako na kusihi Mungu. Wewe usikiae maombi, uliyempa Habakuki ile sala na ukamsikia. Mungu ninakusihi wasikie watoto wako walioomba, na wanapokutolea hizi sadaka zifanye kuwa alama mbele ya uso wako, ukiwakumbuka waingiapo na watokapo, na kila walitendalo Mungu ukawape kufanikiwa. Tupe neema tena ya kuonana siku ya kesho, tuweze kufika kwenye madhabahu yako jioni na mapema, na tuweze Bwana kupata cha kwako tena katika jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Tushirikiane neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amina. Na watakia jioni njema, asubuhi morning glory, na jioni tunamalizia, na Mungu awatangulie. Karibuni praise team, karibu kwa sadaka. Asanteni sana. Nafsi yangu usichoke, roho yangu msifu Bwana, aliahidi atatenda, mtumainie Bwana.